hatua ya imani ndilo jambo ambalo tutakalolizungumzia ndugu mpendwa, na ratibu ya mwendo kwanza tutazungumzia Yesu, na kisha hatua za kwanza tumzungumzie Petro, Yohana, kisha Mathayo, na kulifikia lengo tumzungumzie Paulo na kuratibu mwendo upya. Unanipenda? Hilo ndilo swala ambalo Yesu anamuuliza Petro. Na kisha tunaona kuna jingine hapa, hatua za upendo, yani furaha ya kushiriki. Ndugu mpendwa, ni wakati ambapo nakukaribisha katika makala haya ya mwongozo wa kusoma Biblia katika muhula mwingine tena. Lakini kabla ni kupeleke katika muhula mwingine, nataka kukufahamisha kwamba lesoni hii ni ya mwisho. Kisha juma lijalo tutaweza kujifunza mwongozo mwingine wa kusoma Biblia. Katika mwongozo wa kusoma Biblia muhula huu ambao tunatamatisha siku ya leo, a step in faith, that is what we're gonna talk about. A step in faith, yani hatua ya imani, ndilo jambo tutakalo lizungumzia. Na kumbuka mambo mawili tu ili nikuachilie na muziki. Tuendelee kubarikiwa ndugu msikilizaji na mtazamaji vile vile, ili tuendelee kubarikiwa. Kuna mambo mawili matatu ningependa kuyazungumzia. Jambo la kwanza, hatua ya imani ni ya lazima. Hatua ya imani ni ya lazima kusudi uweze kugundua furaha ambayo ni sehemu ya utume na kuwaleta marafiki kwa Yesu. Kwa hivyo si jambo ambalo ni la uchaguzi, si jambo la ziada ambalo unaweza kufanya uchaguzi. Unajua, God is a God of is a democratic God, mwenye anatukubalia ili tuweze kufanya uchaguzi wetu, na yale ambayo tunachagua anatuacha ili we enjoy the fruits of our choices, na choices have consequences. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa furaha, wa amani na wa imani. Lakini hatua ya kiimani ambayo tutakayoichukua, vile ambavyo nimesema hapo awali, kusudi uweze kugundua furaha ambayo ni sehemu ya utume na kuleta watu wa Yesu, ni lazima. Jambo la pili, Yesu anatuonyesha njia ya kupitia mfano wake yeye. Si watu wengi, jinsi ambavyo nasema kila wakati, si watu wengi ambao watakwambia nifuate, hebu kayatende kulingana ama kwa jinsi ambayo ninavyotenda. You know, most people will never tell you that do as I do. Wanakuambia fanya jinsi ninavyokuambia, lakini matendo yangu yaweke kando. That do as I tell you but not the way I do. Hao ni binadamu wengi. Lakini Yesu yeye mwenyewe anatuonyesha njia, na kupitia kwa mfano wake anatuambia tufuate njia hiyo. Na tutakapoendelea kujifunza, tutaweza kugundua kwamba kuna binadamu mwingine yeye naye pia ambaye amejifunza kulingana na vile ambavyo Mungu amemwezesha. Naye Paulo anasema, hebu mkayatende jinsi ambavyo nilikuwa nigeni mimi. Si watu wengi watasema waweze kuigwa. Kwa hivyo huyu ni mtu mwingine wa pili ambaye anasema aweze kuigizwa, tuweze kuiga mfano wake ili tuweze kumfanana. Ni jambo la muhimu sana. Tunapoambiwa, mtu anapokuambia kuwa hebu ukayatende jinsi ambavyo nimetenda, ukaenende mwenendo kama wangu, hilo ni jambo muhimu kabisa katika maisha yangu na maisha yako. Lakini sio wengi ambao watafanya jambo kama hilo. Hii ni njia mpendwa ambayo watu wengine tayari wameshaipitia, lakini Yesu anatuambia tuweze kuiga mfano wake. Jambo la mwisho, nisema nitazungumzia mambo matatu. Jambo la mwisho katika mwongozo wa kusoma Biblia siku ya leo, furaha haitatengwa kwa ajili ya zawadi ya mwishoni, lakini pia ni sehemu ya njia. Najua watu wanafikiria kana kwamba furaha hupatikana hatimaye. Si jambo ambalo unaweza kufurahia, si jambo ambalo unaweza, it is not something that you have to enjoy right now. It's not something that you have to experience right now. That's what most people think. No, it's
not like that. Wakati tunasema Yesu anatuonyesha njia, furaha haijatengwa kwa ajili ya zawadi ya mwishoni mpendwa, lakini pia hiyo ni sehemu ya njia. You can still experience that happiness, that joy, you can still experience it wakati unapoendelea kutembea, unapoendelea kuenenda, unaweza, you can still enjoy that moment of happiness, moment of joy. Kwa hivyo usije ukafikiria kana kwamba kila baada ya dhiki ni faraja, ili uweze kuteseka njiani, uteseke hadi mwisho. Mungu afurahii watu wako wanapoteseka, lakini mateso haya ni ya muda tu, na hapo baadaye utaweza kufurahia. Kwa hivyo usije ukafikiria kana kwamba furaha imetengwa tu kwa ajili ya zawadi ya mwishoni. Unaweza kuwa na furaha wakati kama huu, na unaweza kufurahia vile vile. Kisha tunajisikia furaha tunapowaona wengine wakimpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Kuna watu ambao wanakasirika sana watu wanapoenda kanisani, watu wanapomwabudu Yesu. Kuna watu ambao wanakasirika, wanakerwa sana jinsi ambavyo watu wanakuja kumwabudu Yesu. By the way, this was the habit of some of the disciples. Yani walikuwa wamemfanya Yesu kama Yesu wao. Hawataki, they didn't want to share this Jesus with other people. Hilo ni jambo ambalo la kushitusha na la kushangaza sana kwa wale ambao wanasema kwamba wanamfuata Kristo. Na inawezekana katika nyakati kama hizi, ndio mpendwa msikizaji na mtazamaji, inawezekana ukawa na tabia kama hiyo, kwamba unapoona wengine wakimpokea Yesu kama mwokozi wao, unakerwa sana, unakasirika, unakuwa na mori, unakuwa na hasira, unakuwa mtu ambaye ajisikii, unakuwa na sitofahamu. Nataka kusema kwamba ufurahi katu kwa sababu watu wengine wameamua kumfuata Yesu. Unajua kuna watu ambao wakipata, kama kawaida ni ubinadamu kwamba wengine wakipata, binadamu hafurahihi. Huo ndio utu wetu. Hiyo ndio jinsi ambavyo si tumeumbwa, lakini kwa sababu ya dhambi ambazo ziliingia, basi binadamu sasa anaona mwenzake akiendelea anakasirika. Na hayo yamekuwa yakitendeka katika maisha haya, na tunayashuhudia wakati mwingi. Kwa hivyo tunapozungumzia mwongozo huu, jambo hili la mwisho nimezungumzia ni kwamba furaha haijatengwa ili uweze kutendeka ama kuja kufikiwa hapo tamati, hapo katika mwisho litamatisha jambo la hasa. Ni kumaanisha kwamba ni jambo ambalo unaweza kuwa nalo ukiwa njiani, kisha ukiwa na wengine wanamfuata Yesu, wanampokea Yesu, usije ukakasirika. Hayo ndiyo tutakayozungumzia katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia. Na katika sehemu ya kwanza katika lugha ya Kiingereza hapa inasema kwamba Jesus self-sacrificing love, mapenzi, upendo wake wa kujitolea. Sehemu ya pili inasema commitment is call, na Paul anasema God's chosen vessel, na mwisho Wednesday part inasema the demands of love. Kuna mambo ambayo upendo unahitaji, na tamati tutazungumzia love's commitment. Unajua kuna watu wanachukia kitu kinaitwa commitment, ni watu wanachukia sana. Kwa hivyo kuratibu mwendo, ukisoma kitabu wa Filipi 2 na mstari ni 5, remember we are alive, ikiwa Okay, asante sana. Naona wananiandikia hapa, asante sana. Get our app and continue getting us loud and clear. Asante sana wala ambao ingia pamoja nami. Fanuel mekupata, Becky Komboka, Machoka, Josephine, Gertrude Shuma, asante sana. Margaret, hilo jina great umenialika vema kabisa, asante sana. Maki Saboke, Trufena Kerubo nimekuona, Beatrice Mose na ndugu Daniel Kimwomi Momanyi kutoka kule sehemu za Arizona, asante sana. JJ Nyabs, Eric Miguna, asante sana. TMB Tinega, asante sana. Happy Sabbath, watching from Kuwait live, it is clear, asante sana Eric Miguna, naendelea kubarikiwa. Mpendwa, sasa nisungumzie kuratibu mwendo. Hayo ni mambo ambayo tunazungumzia katika mwongozo wa kusoma Biblia. Yesu ni Mungu, lakini hata kama ni Mungu aliamua
kuweka hadhi yake pembeni alipoacha nafasi yake mbinguni kama mfalme wa ulimwengu, kisha akawa mwanadamu. Hayo ni maneno ninayo yanukuu kutoka kitabu cha Wafilipi 2 mstari ni wa 6 na wa 7. Lakini mstari wa 5 inasema hivi Biblia: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Alifanya nini? Tumesema kwamba yeye Yesu ni Mungu, lakini aliamua kuweka hadhi yake pembeni alipoacha nafasi yake kule juu mbinguni kama mfalme wa ulimwengu, na akaja kuwa binadamu. Kuna mambo ambayo yanatukanganya kama binadamu, kuna mambo ambayo yametushinda. Kama kuna jambo gumu katika maisha ya binadamu, ni jambo linaloitwa kunyenyekea. Kila mtu anataka kujiinua, anataka kujivuna, aonekane kana kwamba yeye amehitimu na vile vile amefika kiwango fulani. Lakini katika kuratibu mwendo, Yesu mwenyewe anasema yeye alikuwa kule mbinguni na haswa yeye alikuwa Mungu, lakini hakuona kuwa ni jambo la kushikilia sana, akajizusha hadhi ili akawa kama binadamu. Kwa hivyo hakuzaliwa kama mtu mashuhuri, unajua hayo, na akawa kama mtumishi mnyenyekevu. Unaposoma Wafilipi 2 mstari wa 8, unaweza kupata kwamba alikwenda mbali zaidi, alitii kabisa mapenzi ya Mungu, akiwa tayari kufa msalabani kwa sababu anatupenda. Kwa hivyo mpendwa, jambo anazungumzia hapa ni kwamba kwa sababu ya upendo huo usio na ubinafsi, Mungu amemtukuza sana na kumpa jina juu ya kila jina. Mstari wa 9 wa Filipi 2, walakini furaha yake kuu haikuwa kurejeshewa utukufu wake, lakini kwamba ataona kazi ya roho yake na hivyo kuridhika. Ukisoma Isaya, kitabu cha Isaya 53 mstari wa 11, utaweza kuyapata maneno hayo moja kwa moja. Ndugu msikizaji, utaweza kuyapata maneno hayo moja kwa moja, ndugu msikizaji, na tunapoendelea moja kwa moja ndani ya AGR Live. Haya basi, tunapofuata hatua za kiimani, imani ya Yesu, jinsi ambavyo tumejifundisha ndugu msikizaji, unapofuata hatua za kiimani, imani ya Yesu, furaha yetu basi kubwa itakuwa kuona watu wakitoa maisha yao kwa Mwokozi wetu na kuishi maisha ya milele. Nimesema hapo awali kwamba kuna watu ambao wafurahii katu watu wanapomfuata na kuongoka kumfuata Yesu. Sehemu ya pili inazungumzia hatua za kwanza. Hatua za kwanza. Asante sana, nitaweza I will be taking your comments. JD Ondieki, asante sana. Joanone unsase Omoremerelia na Yomi Mogere watching from Nairobi. Asante sana. Katika Mathayo 4 mstari wa 20 nasoma Biblia inasema, mara wakaziaja nyavu zao wakamfuata. Mpendwa, kuna hatua za kwanza kwa kila jambo, katika kila jambo. Kuna wale ambao wanafikiria kana kwamba ng'ombe anaweza kupata mbegu siku ya leo, kisha ukamkamua siku ya leo na ukala maziwa lala siku ya leo. Katu haliwezekani kama hilo, kwa sababu hata binadamu, chochote ambacho kinazaliwa ambacho ni kizima hufa. Ikiwa mwana atazaliwa akiwa kadri ya umri wangu, huyo hataweza kuishi kwa sababu atakufa haraka, atakufa mapema. Kwa hivyo chochote ambacho ni cha kuishi, ndugu mpendwa na msikizaji na mtazamaji, ni kumaanisha kwamba lazima kiwe na hatua ya kwanza. Na kwa kila mtu ambaye amefika mahala fulani, anakuambia nilikuwa katika awamu yangu ya kwanza kabisa, nilikuwa mahala fulani. Tell me how you're getting me. By the way, endelea kuniandikia unanipata vipi. Stephen Makori, asante sana. Endelea kuwa pamoja nasi, asante sana. Tell me how you're getting us. Katika kitabu cha Matendo 4 mstari wa 19, mpendwa,
waliitwa kufanya. Andrea, nimesema Petro, nimesema Yohana na Yakobo walikuwa wamefuata Yesu kwa muda fulani, kisha waliitwa kuifanya wakati wote hiyo kazi ambayo waliitiwa. Lakini hapa Matendo, kitabu cha Mathayo 4:19, sasa unaona Yesu anawahimiza waache kuvua samaki, yani waache kile ambacho wamezoea kukifanya ili waweze kufanya jambo jingine jipya. Ni kumaanisha namna gani? Waweze kuwa wavuvi wa watu. Mpendwa, waliacha kila kitu na wakaamua kujitoa wao wenyewe kushiriki katika upendo wa Yesu. Mlawi ambaye anajulikana kama Mathayo alikuwa mtu mwingine ambaye Yesu alimuita ili aweze kuacha kila kitu. Na Yesu, mpendwa, alijua hamu ya moyo wake na akamuhimiza aweze kubadilisha maisha ya raha lakini yasiyoridhisha kwa maisha yaliyojaa kusudi na ambayo yamejaa kuridhika. Ni kitabu cha Mathayo hiyo 9:9. Kisha mpendwa, natamatisha sehemu hiyo nikisema kwamba pia sisi mpendwa, nasi pia tunataka kuishi kwa kitu chenye faida, kwa kusudi kubwa ambalo ni kubwa zaidi ya hili ambalo pia ni kusudi bora. Kwa hivyo mpendwa, jibu wito wa Kristo na uweze kumfuata. Tutawezaje kulifikia lengo? Paulo anasema katika 2 Timothy chapter 4 verses 7. Anasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ni umemaliza, imani nimeilinda. Mpendwa, nani wangemchagua adui wao mkubwa kuwa mjumbe wao? Is there anybody, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kumchagua adui wake mkubwa ili aweze kuwa mjumbe wake? La hasha, halitawezekana jambo kama hilo. Kwa hivyo Sauli, tunamzungumzia Sauli, by the way we are talking about Saul, ambaye sasa anaitwa Paulo. Ni mfano wa mtu ambaye hatungemchagua kuhubiri Injili, lakini jinsi ambavyo tumenenda katika kusoma Biblia tulipoanza muhula huu, tumepata kwamba Yesu alifanya hivyo. Kwa nini Yesu anafanya hivyo? Kwa sababu Yesu angalii, atazami kama binadamu. Sisi tunaona ubaya wake Sauli, tunaona kuteswa kwake Sauli, hatuwezi kuona ile nguvu ambayo atakuwa nayo akigeuka na akibadilika aanze kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba yeye alimchagua Paulo ili aweze kufanya kazi yake. Je, ni kwa jinsi gani watu wasiotarajiwa wangeweza kuwa wainjilisti wakubwa? Mpendwa, kuna mwanamume ambaye alikuwa na mapepo. Kuna mwanamke ambaye alikuwa ni Msamaria, unajua historia yake, kahaba. Kuna mtoza ushuru, na kisha kuna wavuvi wasio na elimu, mfuasi wa Kristo. Watu ambao Yesu anawaita, watu ambao hatukutarajia katu kwamba angeweza kuwaita. Kuna watu ambao ungetarajia kuwa wangeweza kuokoka. Kuna watu ambao hukutarajia kwamba wanaweza kufanya jambo fulani. Lakini Mungu anapowawezesha, hao watu wanakuwa wa muhimu na maana sana, ili wanaweza kumtumikia na kuifanya kazi ya Mungu kwa makini na jinsi ambavyo Mungu anavyopenda. Kwa hivyo mpendwa, jambo ninalozungumzia hapa ni neema. Kama umenifuata vema kabisa, neema ya Mungu ili kuwabadilisha hao watu mioyo yao. Ndipo anasema kwamba hata neema ya Mungu inaweza vile vile ikakubadilisha ikiwa umejitolea ili uweze kufanya kazi yake. Ndipo wakajitolea kusema maajabu ambayo Mungu alikuwa amewatendea maishani mwao. Mpendwa, Paulo hapa kamwe hakuacha kukimbia kulifuata lengo. Tangu alipokutana na Yesu, alitoa maisha yake si nusu, bali maisha yake yote kuhubiri Injili, kwa sababu alikutana na Yesu. Unajua kwamba wewe mpendwa, vile vile ukikutana na Yesu kuna maajabu, kuna mambo mengi ambayo utaweza kuyafanya. Naamini kuwa ukilipata jambo kama hilo, ukikutana na Yesu atakubadilisha na uweze kufanya na kuwajibikia wito ambao ni mkubwa zaidi ya wito wowote ule.
Jambo jingine ninazungumzia hapa ni kuratibu mwendo upya, kwa sababu we are talking about a step in faith, na hapa nazungumzia jambo linalosema kwamba the commitment call, wakati ambapo tumeitwa upya na tunaweza kuwa tumetumika. Nimezungumzia God's chosen vessel, vile Mungu ambavyo amewaita watu, na umeona jinsi ambavyo ameita mtu wa kila aina, watu wasiokuwa na elimu, waliokuwa na elimu, mfarisayo, asiyekuwa mfarisayo, watu ambao walikuwa ni Wayahudi, wasiokuwa Wayahudi, kisha tumezungumzia Paulo. Lakini katika kitabu cha Yohana hiyo 21 mstari wa 17, nataka kusoma Biblia. Soma pamoja nami the book of John chapter 21 verse 17. Biblia inasema, akamwambia mara ya tatu, Simioni mwana wa Yohana, wanipenda? Kisha Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Wapendwa, Petro hapa alikuwa ametenda dhambi kuu. Alikuwa amefanya nini? Katika kitabu hicho cha Marko 14 mstari wa 66 to 72, alikuwa amemkana Yesu mara tatu. Jogoo aliwika mara mbili, kisha Petro akamkana Yesu mara tatu, na haya yalikuwa yametabiriwa. Kwa hivyo Petro alikuwa ametenda dhambi kuu hapa alipomkana Yesu. Alijisikia kutoweza kuwaeleza wengine habari ya Yesu tena, jinsi ambavyo ukitenda dhambi, jinsi ambavyo ukimuruka Mungu. Najua sisi binadamu tunaruka binadamu wenzetu kila wakati. Kuna mambo yanayotendeka katika maisha haya, unapata in one moment in life unamuruka mwenzako, and then you just betray your friend, and then you say, this is what happened. Lakini wakati kama huu, Petro alipomsaliti Yesu, alipomkana Yesu, alipomkana Yesu mara tatu, kisha jogoo akawika mara mbili, alikuwa ametenda dhambi kubwa sana, na akaona kana kwamba hataweza kuwaeleza binadamu wenzake. The way once you have done something evil, you are unable to meet your friends, you are unable to meet and minister unto them, kwa sababu watakuwa wamejua kana kwamba umefanya dhambi fulani. Kwa hivyo, hata hivyo mpendwa, Yesu aliujua moyo wake Petro. Alijua kwamba Petro bado anampenda licha ya kumkana hapo awali. Ndio maana anamuomba hapa na kukiri hadharani upendo wake kwa mara tatu, ili aweze kukiri hata kama alikuwa amemkana Yesu. Je, ataweza kukiri kwamba anampenda Yesu? Akakiri mara tatu kwamba Yesu wajua na kupenda. Yesu hapa anarejelea kujiamini kwa Petro, na anampa utume tena. Anamwambia kulichunga kanisa lake na kuihubiri Injili. Hiyo ni kuonyesha upendo wake mpendwa kwa vitendo, si tu kwa kusema kana kwamba anakupenda Yesu. Hata akisema mara mbili mara tatu, hiyo haimaanishi kwamba amemaliza, ametamatisha yote. Yesu anataka aweze kuonyesha hayo kwa vitendo. Kwa hivyo yawezekana, ndugu mpendwa, yawezekana ndugu mpendwa umemkana Yesu mara mbili mara tatu. Yawezekana umemkana Yesu katika maisha haya, na maisha labda ambayo hapo awali kuna jambo ambalo umelifanya na ikasemekana kana kwamba umemkana Yesu kulingana na vile ambavyo inaonekana. Lakini labda ni zaidi ya mara moja. Habari njema ni kwamba neema bado inapatikana, na Mungu bado hajakuacha wewe. Bado kuna nafasi katika kazi yake kwako, ikiwa tayari. Kwa hivyo ni vema niseme kwamba kuwa tayari kwa kazi ambayo Mungu amekuitia, kwa sababu pindi utakaporejea kwake, pindi utakaporudi kwake, ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa AGR, nataka kusema hivi kwamba anaweza kukuacha wewe urudi kwake.
Okay, asante sana Chris Production. Nimeona jambo ambalo walikuwa wananiambia, but naamini tuko salama sasa. Asante sana. Kwa hivyo nimesema kwamba yawezekana umemkana kwa matendo yako zaidi ya mara moja. Habari njema ni kwamba neema bado inapatikana na Mungu bado hajakuacha wewe. Bado kuna nafasi katika kazi yake kwako ikiwa utayari. Nataka kutamatisha nikisema kwamba kuna hatua za upendo. Kuna jambo hapa ni a step in faith, that's what we are talking about. Na jambo la mwisho hapa inasema love's commitment. At the end of the conversation between Peter and Jesus, we see two men walking on the beach. As the waves lap at the shore, Jesus tells Peter about the cost of discipleship. He wants Peter to know clearly what he will face if he accepts Jesus' invitation to feed my sheep. Hayo ndio ambayo Yesu anasema hapa, ndugu mpendwa. Kwa hivyo katika 1 John chapter 3 verse 16, Biblia inasema katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Hapa nazungumzia hatua za upendo. Yesu anamrejesha Petro na kisha anamruhusu kujisikia mwenye furaha kuu katika maisha haya. Kuona roho mpendwa zikiongolewa kwa ajili ya ufalme wa Mungu ni jambo ambalo anafurahia zaidi. Kwa hivyo Petro hapa anaona matunda ya kwanza ya mahubiri yake hapa siku ya Pentekoste. Ukumbuka katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 tulisungumzia jinsi ambavyo wana wafuasi wa Yesu sasa ambao walikuwa ni wanafunzi ambao wamekuwa ni watume, walikimbilia kule Yerusalemu ili waweze kujificha. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ambao wanawafuata, wanasema kwamba wameiba mwili wa Yesu kwa sababu mwili haukuwa, na walikuwa wameogopa kabisa. Lakini mara ya kwanza kabisa Petro anaona matunda ya kwanza ya mahubiri yake siku ya Pentekoste kule sehemu za Matendo ya Mitume. Anasema nini? Petro hapa anatumia upendo aliokuwa ameukiri mbele ya Yesu na wanafunzi wake. Kisha inabidi alipe gharama kwa upendo na furaha hiyo. Mwishowe, ndugu mpendwa, anapoteza maisha yake. Ukisoma Yohana 21 mstari hapo wa 18 na 19 tumezungumzia jinsi ambavyo anasema hata muacha hadi kufa, na hakika alifanya hivyo, hakumwacha hadi alipokufa. Unaposoma vitabu vya roho ya unabii na ukisoma zaidi maisha ya Petro, unapata kwamba yeye alikufa vile ambavyo Yesu alivyokufa. Lakini wasomi wa Biblia wengine wanasema kwamba akasema, sitoweza kukubali, basi msulubishe kama Yesu alivyosulubishwa. Mimi nisulubishe kichwa changu kiangalia chini na miguu juu, ili niweze kufa kwa ajili ya upendo wa Yesu. Na hakika hivyo ndivyo alivyokufa Petro kwa ajili ya upendo wake. Kwa hivyo anaelezea kwamba upendo unajumuisha kujitoa na dhabihu isiyo na ubinafsi ambayo haitarajii malipo yoyote. Ikiwa unajitolea hapa, ni kwa sababu unaona kana kwamba utapata kitu fulani katika maisha haya. Ni kwa sababu unaona kana kwamba kuna zawadi, kuna thawabu ambayo utazawadiwa, ndiposa mtu unajitolea. Lakini Petro hapa anasema kwamba ukijitolea, jitolee bila kujali dhabihu, bila kujali malipo yoyote. Na kwa kweli siku ambayo tutaishi na Yesu, na wale mpendo wanaookolewa pamoja na wale ambao walikutana na Yesu kupitia kwetu sisi, hatutatilia manani chochote tulichokifanya katika dunia hii. Kwa nini? Haya ni ya zamani na hii ni kama dhabihu. Kwa hivyo ni kusema kwamba, ndugu mpendwa, kwamba kumfuata Yesu hadi mwisho kuna stahili. Hayo ndio
ndiyo ningeyatamatishia siku ya leo katika mwongozo wa kusoma Biblia, na one of the things I wish to read katika lugha ya Kiingereza ni the Acts of the Apostles chapter 54 page 547, ili niweze kukuachia jambo ambalo nalisema hapa. Hakika ukipata hayo katika lugha ya Kiingereza unaweza kusoma, but let me say this, Acts of the Apostles. Naweza kukusomea katika lugha ya Kiswahili kwamba baada ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, wanafunzi walipokwenda kumtangaza Mwokozi aliye hai, hamu yao ilikuwa moja tu, wokovu wa roho. Walifurahi katika utamu wa ushirika na watakatifu. Walikuwa wapole, wenye fikra, wenye kujikana, walio tayari kujitoa muhanga kwa lolote kwa ajili ya kweli. Katika ushirika wao wa kila siku, wao kwa wao, walifunua upendo ambao Kristo alikuwa amewaamuru juu yao. Kwa maneno na matendo yasiyo na ubinafsi, walijitahidi kuwasha upendo huu katika mioyo mingine. Mpendwa, naamini kuwa umebarikiwa katika haya ambayo tumeyazungumza na kuyanena na kuyasoma siku ya leo. Nikumbuka ni mwongozo wa kusoma Biblia, na huu ndio wa mwisho katika muhula huu, living the glories of heaven, the worship of the angels and the fellowship of the Father was an unimaginable sacrifice. Yet Jesus came to this world of suffering and death in order to reveal the Father's character of love, to win back the affection of the human race, and to redeem all mankind. Nasoma Desire of Ages chapter page 131 inatamatisha ikisema kwamba never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Then as the glories of the eternal home burst upon our enraptured senses, we shall remember that Jesus left all of this for us. He not only became an exile from the heavenly courts, but also for us took the risk of failure and eternal loss. Then we shall cast our crowns at his feet and raise the song, worthy is the Lamb that was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessings. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 12 utayapata maneno haya. Kwa hivyo the sacrifice that Jesus made for our salvation was incalculable. Tunasema kwamba when we respond to his leading, when we accept his command and unite with him in reaching lost people for his kingdom, it calls for sacrifice. Although our sacrifices can never in any way compare to his soul-winning ministry for us as well, a leap of faith, it leads us out of our comfort zones into uncharted waters. Ni kumaanisha kwamba at times our Lord calls us to make sacrifices, but the joys he offers are far greater. Wakati mwingine Mungu wetu anatuita ili tuweze kutoa kafara, lakini furaha ambayo tutakayoipata hapo mbeleni itakuwa ni kubwa mno, ni ya maana zaidi kuliko yale ambayo tunayatarajia sasa. Asante kwa kuwa pamoja nami. Naomi Kerubos, happy Sabbath to Terry Major, Davin Mwanza, Bonare Ruth wanasema haleluya. Josephine Omoi anasema happy Sabbath. Chris Productions imesema, na wala ambao mnanitazama mnanipata kwa njia mwafaka kabisa, endelea kubarikiwa. Lakini nataka kutamatisha nikisema kwamba Mungu wetu ni wa ajabu. Have you ever made any sacrifice? Umewahi kujitolea kabisa kusahau kila jambo ili ukatenda jambo fulani? Nasikia watu wanasema ili sacrifice wakati ulikuwa na tafuta kazi ukajitolea kabisa ukafanya
kwa bidii, mwingine anasema labda ni masomo, labda kuna kitu ambacho you have really sacrificed. Itakuwaje ikiwa baada ya kutoa hiyo kafara, baada ya kujitolea sana ili uweze kupata kitu fulani, ukaja tena ukapotea na yale ambayo umeyafanya yakawa ni kazi bure? That is my challenge tonight as I leave you with a wonderful song. Hapa nina leta Heroes of Faith kutoka kule sehemu za Mombasa. Wanaingia hewani na wimbo unaosema mavuno, kwa sababu mavuno ndilo jambo ambalo tumezungumzia hapa. Na mavuno yanapopatikana, unafurahia ama unakero, unakasirishwa? Haya basi, kitagaisa nimekuanda Betty Lockron, asante sana Kwamboka Patrick, asante sana Esther Obara Nyantinga, asante sana, naendelea kubarikiwa ndani ya AGR. Kwa majina ni Orino Ntiri and this is AGR News.